Una changamoto gani katika maisha yako? Unaweza kuwa hujaoa, hujaolewa, lakini kuna changamoto unazofanya nini? Unazozipitia. Unaweza kuwa umeoa, umeolewa, lakini kuna changamoto unazozipitia katika maisha yako. Unaweza kuwa unafanya kazi, unaweza kuwa huna kazi, umejiajiri wewe mwenyewe, ni mjasiriamali, lakini kuna changamoto unazofanya nini? Unazozipitia. Maisha haya yamejawa na nini? Na changamoto za kila aina. Yamejawa na changamoto za kila aina. Hizo changamoto zitufundishe sisi kwenda mbele za nani? Mbele za Bwana. Unatembea kwa miguu, omba. Hata kama unatembea kwa miguu kwenda nyumbani, kutoka kazini kwenda kazini, huo muda utumie kufanya nini? Kuomba. Unaendesha baiskeli, unaendesha pikipiki, unaendesha bajaji, unaendesha gari, utumie muda huo kumuomba nani? Bwana. Utumie muda huo kumuomba Bwana. Bwana Mungu wetu ambaye anasikia na kujibu maombi anaweza kutusaidia. Katika maisha yangu miaka yote hii, mimi pia vile vile huwa ni mtu wa sports. Mimi huwa ni mtu wa michezo. Ratiba yangu inaanza saa 11 alfajiri. Naamka na utumia muda wa kutosha kutafuta uso wa Bwana, kusoma neno la Mungu, lakini pia vile vile ninaanza kuomba mbele za Bwana. Nimekuja hapa saa 4 za usiku, ninafika pale hotelini kwangu leo asubuhi saa 11:30, niko barabarani ninatembea ili kusudi niweze kupata muda wa kumuomba naye Bwana. Hata ninapotembea kumuomba Bwana, kutafuta uso wa nani? Kutafuta uso wa Bwana. Mwaka wa 2009, huu ndio wa mwisho sasa. Mwaka wa 2009, mimi pamoja na wajumbe wa baraza la utendaji wa Dayosisi ya Geita, Jumamosi 1 mwezi wa 2, ilikuwa ni tarehe 8, tumevuka kutoka Kahunda kwenda kisiwa kinaitwa Maisome. Jumapili tulikuwa tuna ibada ya kuweka mikono wachungaji. Tumemaliza ibada nyakati kama hizi, sasa tunaanza kurudi tena Kahunda, na ni mwendo wa lisali 1 mpaka dakika 45 kwa boti. Sasa mtumbwi mmoja tuko 10. Kuna mitumbwi mingine 2 nyuma yetu ambayo na yenyewe pia vile vile ilikuwa na watu. Mtumbwi wetu wa kwanza umeondoka ndani ya dakika 15. Wenzangu wamevaa maboya ya kuokolea maisha, wakanisihi sana mimi nivae. Sikujali mara ya kwanza, lakini baadaye nikakubali. Ndani ya dakika 5 katika zile 15, mtumbwi wetu ukachotwa na maji na ukatumwaga ndani ya ziwa Victoria. Wanawake 2, wanaume 8. Ukatumwaga saa 11 namna hii kuelekea saa 12. Wimbo uliokuja moyoni mwangu, Yesu nipendaye, kwako nakimbilia, ni wewe utoshaye mwovu akimjia, yafiche ubavuni mwangu maisha yako. Tukaimba pale. Boti ni fiber, haizami, na baadaye tukasaidiana, tukakusanyana juu ya mgongo wa ule mtumbwi, tukaushikilia. Sasa dakika 10 wenzetu wengine boti ya pili wakaja, wamejaa. Wangepita karibu, nini kingetokea? Tungeuparamia na sisi sote tungeuzamisha ule nini. Kwa hiyo wakapita huko, wakapita mbali mita kama 100 hivi, waende dakika hizo 45 wakashushe abiria, ndio waje dakika 45
45 zingine risali 1.5 za mchezo wa Simba na Yanga, si ndio? Ndio waje watuokoe sisi. Mungu akaleta boti 2 kubwa zaidi ya kwetu na zile nyingine, na walipokuja wale, sisi sote tuliziparamia zile boti, lakini ndio ulikuwa wokovu wetu. Hakuna aliyekufa hata mmoja. Amen. Leo hii sisi wengine tunaishi, mwenzetu mmoja tu alifariki, lakini kwa ugonjwa wa kawaida, baada ya muda mrefu sana tu baada ya ajali hii. Mungu anasikia na anajibu nini? Maombi. Aliyetuokoa sisi katika kina na kilindi cha ziwa Victoria, aliyetuokoa sisi na wezi waliovamia eneo tulilokuwa tunaishi, aliyemjibu mama aliyeomba apewe watoto wa kiume 5, ndiye anayeweza kujibu maombi yako. Mungu wetu anajibu nini? Maombi. Changamoto zozote zile hazina uwezo kumliko nani? Mungu wetu. Hazina uwezo kumliko Mungu wetu. Mungu wetu ana uwezo wote. Hebu tuende mbele za Bwana sasa.